Mimi msinifosi. Maisha. Leta niende kwangu. Mimi nina kwangu baba. Nenda. Mimi nataka kuleta ofisi ndio inaleta shida mimi. Baki na 30 zangu mimi na baki na 50 zangu. Naenda kwangu. Hapo ni kwako. Tena muda sio mrefu nitakuja mimi kichao nenda. Waziri huyu letea mambo naenda kwangu. Da kwangu. Lazima unacheza mtu amejenga, amenunua na kwake. Nakunywa bia, fanya nini? Kila kitu, sina hata nani yoyote. Hapa ndo ninakaribia, nafika kwangu. Kwanza nilikuwa najiuliza natokaje kwa wazazi mimi. Ndo kwangu sasa. Yatima niliacha hapa. Tena nyumba yangu. Usicheze mtu ana kwake wewe. Unanifukuza nafikiri naenda kulala guest. Unaleta mcheche. Leta mcheche. Ona. Kwanza leta mcheche. Nafunga. Anaingia kwangu. Leta sala. Sala, oh mama, sala, ukiniacha mwenzako, akili taumbuka, zunguka, ukiumbuka, ukiniacha mwenzako. Naam. Shwari, bwana asifiwe. Mbona unacheka sana? Nikikusalimia bwana asifiwe unaitikia amina. Unasema amina. Habari ya uzima? Sasa wewe nilikwambia kwamba bana hiyo haiwezekani. Yaani mimi hiyo kwa kweli siwezi, yani never give up. Yani kwa kweli, wewe nikwambia kama pesa sio ya kwangu, na maana sasa nikishaanza kugawa pesa sio ya kwangu, sasa na urokole wangu sasa nitauharibu. Itaonekana sasa mimi ni mjanja. Hapana, sasa ninayo lakini ni ya kanisa. Mimi kwa kweli siwezi, hiyo siwezi. Hapana bana, na mimi hii ni asubuhi bana usikasirishe mimi hapana, hii siwezi. Yaani ni hivi, kwa kweli hapo nitakuwa nimevunja masharti ya mwanadamu na masharti ya Mungu. Kwa hiyo pesa ni kwamba sikupi. Haya poa bana. Aise huyu naye akati tamaa. Yaani kila siku ni pesa. Kwa? Abe. Naona umejituliza hapa. Tunaenda kanisani saa ngapi? 2:30. Twende kanisani. Muda unakaribia kuadia.
Odi odi. Karibu mzee. Habari za hapa? Nzuri, karibu kati. Naweza nikakaa? Unaweza kukaa mzee. Hapa yuko wapi Crispy? Nani? Crispy yuko wapi? Crispy. Ni Crispy simjui mzee wangu. Sasa, unasemaje mzee? hata kitanini. Mzee vipi mzee? Umewaje maana unaona shikashika vyombo vipi ambavyo mwanangu. Wanao nani? Crispy nilikuwa nimeweka hapa. Crispy ni mimi simjui. Boss wako ni nani kwanza? Boss wangu? Boss wangu ni David. David? Boss wangu ni David. Anaishi wapi sasa hivi? Wewe na David umjui anaishi pale Mtawakati pale, hivi ana Kigali. Wapi? Pale Mtawakati chini pale umjui. Mimi aliniachia ofisi kanikabidhi mimi nikaajiriwa hapa nikanipige kazi kaenda zake nchi za nje. Nyote kweli bwana nyie. Sasa mimi hiyo ofisi nilifungulia mtoto wangu. Mtoto wako nani? Crispy mimi usikujui wewe. Sasa unijui kivipi mzee? Mimi pigie boss simu yako, mpigie boss bwana. Boss siwezi kumpigia maana yuko mbali, yuko nchi za nje. Sasa atakujaje? Atakuja kwa hii tatizo ile ambayo halina pesa nyuma nzao. Mara na amani sasa. Bibi, sasa wewe ukianza kuongea lugha mimi sikuelewi. Ongea lugha ya taifa. Nyie wanaokujileta humu mna matatizo mnataka. Mtoto wangu sasa hivi wapi? Tatizo gani? Mtoto wako nani sasa? Mimi simjui. Sasa unauza mtoto wako nani? Mimi naondoka. Tawashtaki. Mali ya mtoto wangu. Mzee ungeondoka eleweka. Sasa unaniambia Crispy, mimi Crispy sijui. Mimi naondoka. Wewe ondoka bwana. Wazee wengine bwana. Wewe ondoka bwana, si tuache na sisi zetu kama tunafanya kazi. Sijui wazee wengine, sijui walelewaje wenzi zao huko. Sasa nakuja hapa nakuta na stress zangu na kazi hapa na uchovu wa kazi ndio kuleta habari ambazo zieleweke hapa. Nenda zake anaenda kanitafuta kwa malizani. Mimi sina pesa yangu. Nimeajiriwa hapa karibu na nataka kibarua changu atie nyasi. Mzee vipi aondoke zake huko. Acha mtoto. Mara 2 ameajiriwa Geita, huwa kaenda kusoma, ameenda daraja 8. Kibao ni huyo naye. Ameenda Mbeba. Sawa na hata kunichanganya kwenye mafaili, nikosee. Wazee wengine wangu. Kule. Sira sana. Nilichokuta kule. Yaani nimekuta pesa ameshauza. Yaani kwa sababu basi kuni. Kashauza tena ofisi. Tufanye sasa. Mume wangu. Umekuta nini? Ameuza ofisi. Ameuza? Yaani ameuza shamba yetu anauza? Sasa mfanyaje sasa? Mtoto ndo yani amebadilika naye ghafla. Mungu wangu. Kweli ameuza? Fanyaje mtoto? Kashauza kila kitu. Yaani nimekuta ofisi yani haieleweki. Sio kweli mume wangu. Mimi ili alivyo anaweza kuuza ofisi kweli? Yaani ameuza. Tuna jinsi yoyote hapo tu nianze jasa. Kweli. Ila huyu mtoto Laviki habari yako Laviki? Safi. Laviki. Sitaki maongezi mengi nitengenezee dawa ya kuwa waziri kama tulivyo. Tayari kila kitu umeleta. Picha, era kila kitu. Kila kitu umeleta. Unaona nimekaa mkao. Yaani hapo tayari hapo sasa ndo siku 2 ndo unakuwa waziri. Ngoja tu nikutengenezee dawa haraka. Chap. Ngoja tu nikutengenezee. Nikwambia siku hizi 2. Siku 2 unakuwa waziri. Lakini kitu wanasema tikisa kabla Ni ya kunywa. Hii kitu ni ya kunywa pamoja na kuoga. Na kukabidhi hii kitu. Sawa? Tikisa kabla ya kunywa. Sasa hivi saa ngapi? Ni jioni.
inabidi ufike uoge na utumie kwa kunywa. Sawa? Sawa. Alafu kesho asubuhi na jioni. Siku hizi mbili wanakutangaza unakuwa waziri. Nataka waziri wa nishati. Yaani tayari wanakupa waziri wa nishati. Nimeweka chini January Makamba. Unataka kumwangusha? Ila unatamaa kijana wewe. Unatamaa, unataka kumwangusha tu sasa hivi. Mimi nataka ni control umeme. Unataka uwe waziri wa nishati. Basi. Hapo sawa, hapo tayari. Picha ya Samia mbona sijaona unaichanganya au iko? Nimechanganya kila kitu tayari. Ni milioni 5 yelo hiyo. Haina shida wewe utaniletea na nyingine. Kweli? Utaniletea na hela nyingine. Nipe hiyo 5. Utaniletea na nyingine. Simwambie mtu yeyote. Alafu nikwambie sasa. Na ile kitu tena hujapeleka ile. Kwani wewe mama yoyo ufagili? Kwa kuwa umenipa masharti. Masharti haina sharti lolote. Tofauti na kutikiza kabla hujani. Na kunywa saa ngapi na saa ngapi? Nimekwambia ni jioni na asubuhi. Sasa hivi ni jioni inaelekea. Naenda kunywa sasa hivi na kuoga kidogo, alafu kesho asubuhi na jioni. Wananitangaza? Kesho kutwa wananitangaza. Tayari unakuwa waziri. Waziri wa nishati. Wa nishati unaenda kutengeneza. Mimi hapa Crispin. Wewe mwenyewe. Alafu mimi Yelo najua utanikumbuka Yelo. Wasalimie, usimwambie mtu yoyote useme dawa umemaliza. Niseme dawa yangu imeisha. Yelo. Mwingine. Haya siku nyingine Yelo. Haya. Leo nimeuza bwana. Leo nimeuza, niko vizuri sana. Nimezungumza naye amenizingua nikawa nimemtema hivyo. Unajua ni vitu tunajiiba. Chazi basi washikaji. Chazi. Mwacha nienda. Mwanangu yule demu ndio kuona naye siku ile mlikuwa mnaenda wapi? Hamwezi kutumtama na zingine tofauti na za mademu. Yule hata mvua ya msimu, hata utawala. Yaani yeye kitu ambacho hamfurahi mademu. Mademu wote stories za mademu. Za Bwana Yesu asifiwe si ndo maana. Sasa unataka nani afue imeshakataa. Nataka kutuletea habari za Yesu sasa. Sasa nani afue? Huku mnarana. Yule. Mvua inanyesha kila siku. Nyumbani. Nyumbani wapi? Sikia basi wanangu. Ila bwana Philip ana mawazo huyu. Shafika Tandare. Tandare yani. Dar es Salaam. Dar es Salaam kukaa Bukoba sasa Bukoba na yani Philip ana jibia. Wanawake hawajaisha. Wanawake lakini sasa ni kukana mwanasikia. Sikia ni masala bangi. Umeona Samuel huyo yeye mwenyewe anaelewa. Watu wametetema kama mayere mwamba. Haina mbamba. Leo mambo vipi? Inakuwa za hewani basi. Ndugu ni nani? Waongeze chupa hizi. Tuzungumze polepole. Na dawa anauza. Nishalipa. Kuna mtu namuulizia hivi Masai anauza uzaga dawa. Ameshamwona? Masai nimekutana naye mtawapata. Alikuwa ananiangalia. Mwache ngoja nimsubiri hapo. Shida naye bwana. Naona mmo kwenye kawa na
mimi dawa rafiki niwaambie hivi. Rafiki unaniumiza. Rafiki Hii mechi ni ya watu wawili. Huko. Acha wawili. Mwache wawili hii mechi amtulisema mechi kuna mahera hapa. Rafiki ndageuza kuku sasa hivi rafiki. Tulia rafiki. Unaniaibisha rafiki. Niaje kuhusu dawa yako? Rafiki unaniaibisha. Mbona sijatangaza kuwa waziri? Rafiki unaniaibisha. Uniachie kwanza. Yaani watu wa siku hizi bwana. Hela milioni 5 ni ya maana. Milioni 5 yangu naiheshimu. Wazazi wangu wanaishi maisha ya shida kijijini. Mimi nakuja kuleta milioni 5 niwe waziri. Nimechukua waziri yero. Ulinipa siku ngapi wewe? Rafiki sikiliza rafiki. Nitakugeuza kuku sasa hivi rafiki. Usinitishe yero. Sikiliza rafiki. Unanijua mimi nani? Nakujua. Ni nani? Masai kutoka Arusha ndio nikuogopa wewe. Wewe unanijia mimi. Nimekupa milioni 5 inauma nataka niwe waziri. Mbona Samia hajanitangaza? Sikiliza sasa rafiki nikuulize. Nilikupa siku ngapi? Siku 2. Nilikupa siku 2. Sasa sasa unapita. Ulinipa dawa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Sikiliza sasa nisikilize. Nilikupa dawa Ijumaa ngapi? Ijumaa. Alafu Jumamosi nikaitumia, Jumapili nikaitumia. Leo mbona sijatangazwa leo? Sikiliza sasa nikwambia. Sikiliza nikwambia rafiki sikiliza. Hivi serikali inafanya kazi siku za weekend? Nakuuliza swali. Serikali inafanya kazi siku za weekend? Kwani ulikuwa hujui kwamba serikali haifanyi kazi siku za weekend? Yero. Nisamee sikulijua hilo. Kumbe ilikuwa siku za weekend ndio maana sijatangaza. Yaani hapo umeniaibisha wakati unajua serikali haifanyi kazi siku za weekend. Samee. Inabidi usubiri mpaka Jumaa ngapi? Kesho Jumatatu. Inabidi usubiri kesho Jumatatu kwenye taarifa habari tu. Tayari. Kwa hiyo kesho ananitangaza. Yaani anakutangaza unakuwa waziri. Nasamee rafiki. Lakini siku nyingine usirudie. Basi lipazo ulinunulia hata ligawa. Njoo wakupe kabisa. Wanikabidhi ligawa kwanza niwe nimelipa. Hawa bana walikuwa wanajuana, walikuwa wanajuana watu wao. Unaambia habari gani? Ni so dini. Wemelile yuko wapi? Wemelile. Hebu mpe huyu hela huyu. Inabidi unihudumie rafiki. Inabidi unihudumie. Na mambo yalikuwa hayajaenda sawa kidogo. Wemelile atakupa sasa mimi ngoja niwahi. Kaya rafiki yangu. Haina shida. Si kesho. Kesho tayari anakutangaza. Kesho tuachie hata. Ni yeye alikuwa ameshawapa mara ya kwanza. Sina hela, sina gombi, tumeamua gombi bana. Na sisi bana helo. Kidogo ni wewe uko na vitu. Lazima kutumia na nyewe basi. Wemelile alisema yuko wapi? Wemelile huyo hapa. Unaona untumia huyo. Ameshashusha. Tayari mwanza kutumia hii kitu. Mimi kwanza hii kitu situmii. Hii kitu mimi situmii. Na mimi naondoka la. Kila channel linaweka hapa, sioni hata mtu yeyote anatangaza kitu chochote. Vita vya Ukraine kumbe. Sasa atakuwa amenidanganya. Sasa niambia jana Jumatatu. Jana nimesubiri sioni. Leo hii Jumanne nasubiri sioni chochote. Na hela zangu nimempa, ila sioni chochote kinatangazwa. Subiri kwanza nione. Ngoja nibadilishe channel kwanza. Yani hapo kuna tamthilia zao. Ngine hapa.
Mbona jamani wanitangazi hawa? Nimepigwa na Masai nini? Shapigwa hapa. Ngoja nikampigia rafiki yangu nione cha kufanya. Vipi? Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe, amina. Eti yaani wewe kila siku ni mambo ya Mungu ya Mungu. Hapo nimepatia. Nimepatia sasa hapo au ndio hivyo nimechanganya. Wewe uko sehemu gani sasa hivi? Unaweza ukaja kwangu hapa? Kuna shida, naomba usije kule nyumbani kwa wazazi, uje pale kwangu kabisa. Kwa mzee? Nishatoka kitambo, sasa hivi niko kwangu pale. Nakupa kama dakika 3 basi, na shida rafiki yangu. Atakuwepo jamaa. Kispini. Karibu. Karibu rafiki. Karibu. Ambi. Karibu. Nao nikuuliza papa. Hapa ndio umenunua rafiki yangu hapa. Naona pazuri. Karibu bwana. Asante sana. Mimi nipo bwana, kazi inaenda vizuri. Hapo sawa, ni jambo la kumshukuru Mungu hapo. Kama kazi zinaenda sawa. Hivi toka nimehamia hapa ulikuwa umewahi kufika? Hapana, bado nilikuwa bado sijafika. Ndio maana nimefika nikashangaa na mazingira kwa kweli. Mungu naona amekujalia sana. Umejitahidi. Kipindi kile yaani pale baada ya kufanya kazi pale nyumbani. Pale ofisini. Kama nimenunua nyumba hii. Sasa baadaye ndo nikaa nimekuita hapa, kuna mazungumzo. Ndio. Ngoja kama nipokee huyu jamaa wa simu huyu. Nisubiri kidogo. Na mazungumzo na mtu hapa kidogo. Kwani jamaa yangu hapa ananitafuta, lakini basi tuendelee na mazungumzo. Sasa rafiki yangu, kwa kuwa tujaendelea na mazungumzo, na wewe umesema ni mara ya kwanza kuingia kwenye nyumba yangu. Si unajua? Na kuandalia kwanza kwa kinywaji kidogo. Wewe inabidi wewe bana, sasa hivi amekuepo shemeji. Hata vitu vya namna hiyo. Shemeji tena? Inatakiwa ulete mwanamke bana. Wewe ulete shemeji. Sasa jamaa amejipanga kweli. Sikiliza na namna hii, bado kijana hajaoa, huyu akija kuoa huyu.
Rafiki. Naam. Njoo huku. Rafiki. Rafiki bala. Naam. Karibu huku ndugu yangu. Si. Mungu naona amekujalia hapa. Kwanza kachai hapa. Naona mambo si mabaya. Weka. Kwa hiyo ni mwendo wa kujihudumia. Natakiwa uowe basi sasa. Kumbe nikachai kama maziwa. Sasa unakunaje ya raha ndugu yangu? Umejipanga. Sasa tuko mbinguni mwezi wa Mungu, bariki chai hiyo, bariki sana mama. Naomba nakukasa kwa damu ya Yesu. Amina. Lazima hapa nipitishe maombi kidogo kwa sababu tunajua tena mpaka kwanza ubariki na kutakasa. Sasa rafiki yangu, Niambie. Nimekuita hapa kama rafiki yangu wa dhati kabisa. Na mimi ndio maana nimeitikia utikio wako kwa sababu na mimi najua ni rafiki yangu kabisa wa kweli. Rafiki yangu kwa kweli, mimi rafiki yako, nina jambo linanisumbua kwenye kichwa changu. I see. Jambo gani tena ndugu yangu? Nimekuja sasa kama lipo ambayo inatatiza, unishirikishe ndugu yako, labda ni ninakushauri. Kama lipo naomba kabisa uniambie, usinifiche. Si unakumbuka ile siku nimekuja kule kwako? Ndio naikumbuka. Nikakwambia kwamba nina shida ya milioni 5 milioni. Sasa rafiki yangu, mimi kwenye pitakita zangu pale, na hapo unaponiona niko hapa kwangu hapa. Sikuja hapa kwa bahati nzuri. Nimefukuzwa kule nyumbani kwa wazazi. Na mzee? Ulikuwa kwa ugomvi? Kipindi kuna siku moja ndio nilikuwa natoka ofisini. Yaani ile nafunga tu naanza movement zangu sasa kitaa. Si ndio nikakutana na Masai? Tukasalimiana yero nini akaniambia, nina dawa. Dawa tena? Sema dawa? Sema dawa gani? Akasema mimi nina dawa sijui ya typhoid sijui ya tumbo. Mimi nikamwangalia kwa muonekano mimi ninavyoonekana nataka ugoma kaswende sijui typhoid sijui nini. Hapana. Mimi ndo nikataka niende zangu. Sasa sasa akaniambia, nina dawa nyingine. Eti Samia akanitangaza mimi nikawa waziri. Rais? Sasa nikajifikiria tena, nakumbuka akaniambiaje? Akasema kama unataka kuwa mkuu waziri, ananipa eti dawa, naenda kufanyaje? Naitumia ile dawa yake. Ndio Samia ananitangaza na kuwa waziri. Si unajua ndugu yangu, sasa na wewe mambo haya nimeshaambiwa hilo mpungo wa hivyo. Kaonekana nimepata sasa. Ndio nikamuuliza ni shilingi ngapi hiyo dawa? Sasa ukajua umepata, kama umepatikana sasa, kwani umeshafaulu kweli ni rafiki yangu. Sasa mtu anakuona kwa hali hiyo unayo. Wewe waziri kweli upo? Ndio nikawa namuuliza sasa ni shilingi ngapi hiyo dawa? Akaniambia milioni 5. Kumbe ndio maana nilikuja kama natafuta milioni 5. Kumbe nilikuwa nakupelekea Masai. Ila rafiki yangu kwa kweli. Hivi wewe huwezi kufikiria hivi Masai wanauza vile vidawa vya mizizi kwenye kadumu, begi limejaa matumbi gani? Kwani wewe rafiki yangu kwamba unapotea? Mimi nilikwambia kwamba njoo kanisani uombewe. Jamani. Sasa ndugu yangu bwana, imepita. Nikawa nimeingia kwenye swala la kusaka 5 milioni. Ongeza chai lakini. Bado haijaisha bana, tuendelee tu na maongezi kwa sababu maongezi yako naona kama vile yanashtua hivi. Sasa nikawa nimeingia kwenye kutafuta hiyo milioni 5. Ndio. Tafuta ndo nikuja kwako pale. Ndio. Na akanipa siku kwamba uwai. Natafuta. Mwisho wa siku ile ikafanyaje? Kakosa. Kwa akili zangu za kipumbavu nikawazia niuze ofisi. Ofisi tena? Ofisi bila ofisi nyingine huwezi kuishi rafiki. Ndio nikampigia yule dalali aliyenifanyia nikanunua hii nyumba. Sasa dalali nikampa kwamba nitafutie mteja wa kununua ofisi. Mteja, kwani mteja mjini si unajua ofisi kama hizo? Wapo wengi tu mbona. Akaniletea mpunga, nikauza ofisi. Baada ya kuuza ofisi nikampelekea Masai.
Akaniambia sijui niende na picha ya Samia naye nikachukua, akanifanyia madawa yake nikanywa sijui siku ngapi hapa nikanywa nikamaliza. Nisubiriwa unakumbuka siku ile nimeamsha Zari pale kijiweni kwa unileta vurugu sana mimi nikuhurumia sana. Nikafika pale sasa nikatumia ile dawa milioni 5 hiyo imeenda. Nikamkuta pale nakwenda anakaniambiaje? Eti alinipa dawa Ijumaa, Jumamosi, siku ile ilikuwa Jumapili kama nakumbuka. Eti Jumapili wafanyaje serikali haifanyi kazi. Ndio akaniambia nani jana? Jana silikuwa Jumatatu kwamba ndo wananitangaza sasa mimi kama kuwa waziri. Lakini toka jana nimeshinda kwa TV, hata sasa hivi umenikuta kwa TV. Ndio. Naangalia sioni chochote kinafanyika. Sasa ndo nikasema ili wazo likanisumbua. Na hiyo sababu ya ofisi kunisababishia yote, yani baba alipojua ndio wakanifukuza hadi nyumbani. Hiyo ni halali, mzee akufukuze. Wewe utauzaje ofisi? Na yeye amejikongoja ametafuta pesa ili mwanae muinue. Hata kama ningekuwa ni wewe na mtoto wako angefanya hivyo, ungemfukuza. Sasa wewe mambo gani? Amefungua ofisi ujiendeleze. Sasa unaiuza. Sasa kweli hiyo ni haki hata kama ni wewe. Mimi mzee hapa siwezi kumlaumu. Baada kulaumu wewe kwa sababu umenishikisha mimi kama rafiki yangu, kama natafuta vyeo na vitu gani? Vyeo viko kwa Mungu rafiki yangu. Umepotea. Wewe naye hapo ndio unaniboaga kabisa. Yaani kila kitu Mungu. Sisubiri nimalize story basi. Haya, sasa Mungu wapi na vyeo wewe naye. Utajiri, vitu vyote, heshima vinapatikana kwa Mungu. Sasa ndugu yangu, nimekuita tu hapa kwa nia nzuri. Ndio. Mimi ninachotaka unishauri ni kitu hiki kimoja. Achana na mambo ya Mungu wako wewe. Wewe unajiona na Mungu wako. Na mimi na Mungu wangu, na kila mtu ana Mungu wake na ana imani yake. Mimi nataka unishauri. Huyo Masai huyo. Nimfanyeje yani nikimuona yani mfano nikamkamata hivi Atona hasira. Sasa usiende na hasira. Chana mambo ya Masai. Kama ni kutapeli wameshakutapeli, kikubwa mrudie Mungu wako. Sasa rafiki yangu ndio hilo tu lililonipata kwamba ndio hivyo nilitapeliwa rafiki yako. Pole rafiki yangu. Kutapeliwa umetapeliwa, lakini vile vile ni kutokuelewa kwa sababu mimi rafiki yangu nimekushauri sana bana ndio kanisa. Lakini ningetaka utajiri na vyeo vipo kanisani kwa sababu vyote vijazazo dunia ni mali ya Bwana. Hakuna kitu ambacho unaweza kumwomba Mungu wako akakunyima. Mrudie Mungu rafiki yangu. Wewe naye na Mungu wako. Basi nakushauri inatosha. Alafu naona na muda umeenda sana. Niende nikaandae vitu niende kanisani kwanza. Leo kuna maombi. Ndio. Vile nashukuru sana rafiki yangu. Lakini pole, ujikaze. Kikubwa tu pambane. Hiyo hali haitaendelea hivyo. Nafikiri ulipokozi umepajua na utajifunza. Lakini karibu sana kanisani rafiki yangu. Nani kanisa? Mimi ngoja kwanza niende. Niende kwa kweli nashukuru sana. Asante. Najua nimepoteza sana rafiki yangu. Pole sana. Yaani hiyo ujikaze sana rafiki yangu kwa kweli. Haya. Sio na amenishauri mambo gani? Mungu kitu Mungu. Sasa rafiki yangu ndio nimekuita hapa kwa ajili ya kitu hiki kimoja. Kuna rafiki yangu nilimuita hapa aje nishauri, akanishauri naye uduvi mambo ambayo yaleweki kila kitu Mungu namwambia nifanyaje eti Mungu. Yule jamaa wako hapa hivi. Waga ni mshamba, achaga bezi Mungu. Mungu hapa duniani hamna pesa kwanza. Mungu. Eti bwana. Mimi ninamwambia eti kuna kitu nilikuwa nakifuatilia eti niende kwa Mungu. Mungu kwanza au nilikuwa nitafute pesa Mungu ndo. Tafuta pesa Mungu atakuja. Anakuambia unanipa mambo ya maana. Ndio waga niko free jamaa wangu, mimi nakwambia. Sikia. Yule Masai si unamjua yule niliyegombezana naye siku ile kwenye kijiwe pale? Yule jamaa alinitapeli unajua? Alikutapeli? Alinipa dawa eti Samia aende kunitangaza mimi niwe waziri. Sasa jamaa wangu, sikiza kwanza nikupange. Unaulizaga unapata ushauri kwa wadau, mtu kama mimi hapa jamaa yako kitambo sana nini niko karibu yako sana. Kwa ushauri ni kwamba mimi nakupanga sasa. Sasa unaendaje kwa Masai? Wale Masai wanakuwa na dawa za kaswende minyoo. Ndio maana mimi siku ile nakutana naye akaniambiaje? Kwamba nakupa dawa, Samia ananitangaza anakuwa waziri, nimempa milioni 5 unajua nimeuza pale. Hiyo ofisi yangu ile nimeshaliuza. Nikaenda kumpa Masai. Kumpa Masai. Sasa mimi ngoja nikuandae. Sasa akaniambia siku na kabara naye pale. Akaniambia kesho yako wananitangaza. Ndio alikuwa ninachikumbia wajanitangaza. Akaniambia kesho yako wananitangaza. Na wajanitangaza hadi leo. Jana nimeshinda kwa TV. Na leo unaona umenikuta hapa kwenye TV.
Sasa ngoja nikupange. Una pesa? Una mshiko? Pesa? Una pesa? Pesa ya nini? Nataka nikufanyie kitu ambacho ni kizuri sana. Huko kuna jamaa wangu kule kweli anaweza, yupo mganga wa kienyeji yani. Mganga wewe unaona, unajua nimeshatapeliwa hapa, anafanya kazi kiukweli. Ngoja mimi nikupange. Yule Van Boy wa kitaa yule. Hujaona mambo yake? Kupitia pale kwa yule jamaa. Wakina Konde Boy sasa wa pale kitaani kwetu pale. Unaona wameshatoboa ni yule jamaa. Mimi mwenyewe hapa unanicheki sasa hivi nimebadilika. Nyumba, watoto wazuri, pesa. Kupitia pale jamaa. Kale kagari bado na ninako yule jamaa anaweza. Una pesa ni ku appreciate chapu kidogo. Asikia sasa. Kwa hiyo unataka kuniambia kina Konde Boy wa kitaa pale ni mkono wake yule jamaa. Ni yule jamaa ana mzizi wa jiwe. Wewe ulishawahi kuona mavi ya radi wewe? Jamaa yuko vizuri, yuko free. Mavi ya radi anayo, anakushushia pale. Ana mzizi wa jiwe? Mzizi wa jiwe. Hiyo kweli ni kiboko. Ninakwambia sasa wewe unayumba sasa. Pesa sasa. Pesa mimi nakupeleka pale. Kwani yule anaweza akatoa kama shinda? Kwa mfano mimi nikienda kwamba nataka waziri niwe waziri. Na kuwa waziri kweli? Na kuwa waziri ndani ya siku hizi 2 kabisa. Ndani ya siku 2 sasa pesa milioni 8. Sasa hapo sikia, cheza na akili sasa upate hiyo pesa. Chapu kidogo, najua ukishakuwa waziri. Yaani ni sekunde tu hizo yazi zimeingia na faida juu yake yani. Najua Masai aliniambia milioni 5 nikauza ofisi. Sasa leo unaniambia mganga milioni 8. Sasa niuze nini hapa? Wewe fikiria, wewe kama unampunga mimi nakupeleka pale kwa mganga yule jamaa mimi namkubali. Lakini narudia mara nyingine anafanya vizuri kazi. Vizuri sana. Hivi wakina Konde Boys na watega adhibu kwenye TV. Sasa rafiki yangu, kama una uhakika kweli yuko vizuri, mimi wacha nitafute hii nyumba hii. Wacha nitafutie mteja. Tena umefanya vizuri sana jamaa. Tunaicheki hivi iko vizuri sana. Tena hapa bosi anakuja mapema sana. Ukiamua kuuza hili geto hili. Leo nikiuza nyumba, nikapata hiyo hela nikampelekea yule mganga. Si dakika sifuri ninakuwa kutangazwa kuwa waziri. Unatangazwa unakuwa waziri, mambo yanaendelea. Unanipeleka lini sasa nikishapata mfano kesho hiyo hela? Yaani hata sasa hivi umepata hela tunaenda. Sitaki mazungumzo mengi. Wewe nitafute mteja wa hii nyumba. Wewe tafuta. Kesho mimi nakupigia simu. Tunaenda kama saa ngapi? Ni wewe, yani ni wewe tu mimi. Haya, mimi najua kuna mteja wangu. Hii nyumba naipiga hela sasa hivi. Nituende kwa mganga, nikapate cheo, nikishapata cheo nimekaa vikao siku 2 na jenga nyumba nyingine kama hii. Zaidi ya hii hapa. Hapo ndo unakukubali. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Hodi. Karibu kijana. Karibu kijana. Asante. Karibu kijana. Asante. Ndara hata uko nje. Hata ndara nje. Haya ni mazingira matakatifu. Mazingira matakatifu. Karibu kijana. Karibu kijana. Ingia taratibu. Taratibu kijana. Taratibu kijana. Karibu.
Karibu. Kaa hapa kijana. Kaa hapa. Kaa hapa. Mwenye shida kaa hapa. Kaa hapa. Kaa hapa. Tulia kijana. Tulia hapo umefika. Tulia hapo umefika. Kaa vizuri. Kijana kaa utulie. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Karibu sana. Asante. Kijana. Kijana umeniletea huyu kijana. Kijana. Huyu kijana huyo niletea. Nimeshamuona. Kijana tulia. Tulia umeshafika kwa mwenyewe. Matatizo yako yote yataisha kijana. Kijana tulia. Tulia niwaite wazee kwanza mkaongee kijana. Kijana tulia wazee wakusikize shida yako. Kijana kwanza unaitwa nani? Rudia tena kijana. Kristini. Unaitwa nani? Kristini. Mbona unasema ukiwa na uoga hapo umefika kwa mwenyewe? Kijana, shika hii. Kaa vizuri. Kaa vizuri. Shika hii kwa mikono yote. Shika yote. Shika haraka. Usiogope. Shika. Shika. Kijana umeniletea mtu gani huyu? Anayeogopa hivi. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Sema shida yako. Waambie wazee sema shida yako. Tena ongea kwa makini. Usikosee. Ongeza sauti kidogo. Samia. Kijana bado hawajakusikia wazee. Bado hawajakusikia wazee. Bado hawajakusikia. Bado hawajakusikia. Waziri wa nishati. Bado. Ongea shida zako kijana. Usitetereka hapo umefika. Mtu gani umeniletea anayeogopa? Kijana naogopa sana kijana uliyemleta. Ongea shida zako kwa makini. Kijana, wazee wamekubali kukusaidia. Wazee wamekubali kukusaidia kijana. Ila wamesema sharti ni moja. Wanahitaji zawadi. Wanahitaji zawadi. Kijana umekuja umejiandaa. Umekuja umejiandaa kijana. Umekuja umejiandaa. Umejiandaa kijana. Wazee wanasema wanahitaji zawadi ya milioni 2 sasa hivi ili waweze kukusaidia kwa tatizo. Mganga, tumekuja nayo hela. Wazee wamehitaji milioni 2 umeileta. Tumekuja nayo. Weka hapa. Weka hapa. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Tea hapa. Weka zawadi hapa kijana. Weka zawadi. Tayari kijana. Tayari kijana. Unaenda kusaidiwa kijana. Kijana shika hii. Nikupatie kwanza. Waicho niagiza wazee. Shika. Kamata. Tulia wewe. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Kijana tulia. Kijana. Kijana. Unaiona hii kitu? Unaiona hii dawa naenda kukupatia? Masharti yake. Sharti ni hili moja.
unapotoka hapa haipasi usalimiane na mtu yoyote, na haipasi ugeuke kuangalia kitu chochote. Utakachokutana nacho usiogope, usiogope. Mzee amesema atakusaidia. Kijana, naomba hii. Kijana, shika hii. Kamata kijana, shika. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Echogoro lya mwisoko. Kijana, dawa niliyokupatia wazee wameniagiza. Umesema unahitaji uwaziri. Tayari wamekubali, unaenda kwa waziri, unaenda kwa kiongozi yangu. Lakini naomba utakapoenda namu nikumbuke. Usiponikumbuka tatengeneza kitu cha maajabu. Kijana, unaweza ukanyanyuka kijana. Fanya haraka. Kijana, unaweza ukaondoka. Chogoro lya mwisoko nicho kilyoha. Natoka mbali shehe. Umechoka, ngoja hata niko wapi rafiki? Anamalizia maombi. Anaomba? Anapiga maombi. Akiwa anaomba maombi lazima amalize. Anamaliza tu basi. Sasa ngoja niwe hapa kwanza nimetulia. Wala usijali. Toka mbali sana. Unaonekana umechoka. Pole. Tunataka katuonekanie, ukatupigania mfalme wa amani. Tutetee katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, zidi kunigusa na kuinua mfalme wa amani. Na Mungu wako leo ndani Baba, zidi kunionekania na kunipigania. Mfalme wa amani na kuhitaji jioni ya leo unipiganie mfalme wa amani. Na msipite Mwokozi na kuhitaji mfalme wa amani. Familia yangu kizunguke, familia yangu kairinde katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, zidi kunipigania. Uweza wa mama wako kwa shuke, ukazidi kutuonekania mfalme. Yesu anaongoza. Musa wengine wote Baba mlango wako hali mbaya mfalme wa amani. Ukawapigania, ukawatetea katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, zidi kunigusa. Nakemea mapepo, nakemea majini, nakemea wachawi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, tuonekanie, tupiganie, kwa sababu unaweza, kwa sababu naenda. Mtakatifu unataka Yesu, maana Biblia iko sana. Tunataka jioni ya leo ukatuonekanie, ukatupiganie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, tupiganie mfalme. Tutetee katika jina la Yesu. Tupiganie sana. Tutetee katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, zunguka wana wako, pigania wana wako, tetea wana wako. Tunakuagiza katika familia hii mfalme. Ukatuzungusha mfalme, damu ya Yesu ikazidi kunena mema juu yetu. Katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, tuonekane mfalme. Tupiganie mfalme amani asubuhi na jioni, mchana na usiku katika jina la Yesu. Tuonekane Yesu. Tuonekane mfalme amani. Tupiganie mfalme amani. Na shusha moto wa Yesu. Na shusha moto wa Yesu. Na shusha moto wa Yesu. Jioni ya leo, jioni ya leo. Nguvu za kiganga, nguvu za kichawi, nguvu za mapepo zishindwe katika jina la Yesu. Zishindwe katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, pigania wana wako, tetea wana wako, ukatuonekane mfalme wa amani. Ukombozi wako ukatawale, ukombozi wako ukatawale katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, onekane wana wako, pigania wana wako. Asante kwa sababu naweza, asante kwa sababu nalipa. Shemeji, wewe kana kufanya usafi nje. Unaenda kufanya usafi nje. Sawa. Niona malizia hapo. Ndio nimemsubiria huyo. Katika jina la Yesu, tunaomba nguvu za kijini, nguvu za mapepo, nguvu za shetani. Maana shetani hana mambo ya kuweza ya kutawala wana wako fulani. Shusha uwezo wako, shusha nguvu yako. Tunachoma yote magumu ya shetani katika jina la Yesu. Tunaangusha falme ya shetani, tunaangusha falme ya shetani, tunaangusha falme ya shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umnara wa Babeli lazima tuangushe katika jina la Yesu, na tunaomba
natuma moto ukaunguze na kuteketeza kwa jina la Yesu. Natuma moto katika jina la Yesu. Natuma moto kaunguze na kuteketeza kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kafunika nyumba hii. Damu ya Yesu katawale. Damu ya Yesu kaonekane katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nguvu ya Yesu ikashuke. Nguvu ya Mungu ikashuke. Ikawe kuonyesha kutumikia na kutoa moto katika Yesu. Mungu mwenye nguvu, tuonekanie, tutetee, katusha ulinzi wako, shusha neema yako, shusha uwezo wako katika jina la Yesu. Ee Mungu wangu, ili kutuonekania, ili kutuonekania kwa amani. Tutetee katika jina la Yesu. Ee Yesu anabariki, ili kunipigana kutetea mfano katika jina la Yesu. Moto tunaunguza, tunateketeza katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, tuonekanie, tutetee katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe unahitaji maombi. Unahitaji maombi. Natembea pepo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fire! Katika ushindwe pepo. Ushindwe pepo. Ushindwe. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Toka pepo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Mungu na kumponya na kumrejesha kijana huyo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu saidia. Asante Yesu kwa sababu naweza. Asante Yesu kwa sababu nalinda katika jina la Yesu. Pepo toka. Pepo toka. Katika jina la Yesu. Ushindwe. Nakushukuru kwa sababu naweza, nakushukuru kwa sababu nalinda katika jina la Yesu. Umetuwezesha, umetupigania kukomboa kijana huyu. Yesu unazidi kutuonekana kupigania usiku na mchana kwa sababu naweza, kwa sababu nalinda. Asante Yesu kwa sababu naweza. Nakushukuru Mungu ili kuonekana kutukulia kwa kila mambo Bwana afanya katika jioni ya leo. Asante Yesu kwa sababu nalinda. Tunakushukuru Mungu. Mke wangu, huyu mtu alikuwa amekuja na madawa huyu. Sasa hapa nikumpeleka kanisani, tumfanyie maombi na wana maombi. Rafiki yangu atakuwa amejichanganya. Sura muhimu sana. Wewe kwa sababu alikuwa ameshamiliki na nguvu. Vijana mweka hapo chini tumuombee. Mweka hapo. Sasa huyu nani kusumbua sana sasa. Kijana anatafuta vitu, anadhani ni jeraha kumbe ni shida. Wote tunatembea wazimu, tunatembea majini katika jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, tunashosha moto, tunashosha moto, tunashosha moto, tunaunguza madawa, tunaunguza mizimu, tunaunguza majini katika jina la Yesu. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, tunaunguza na kuteketeza kwa jina la Yesu. Tunatesa katika jina la Yesu. Fire katika jina la Yesu. Tunakemea mapepo, tunakemea mapepo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu ni mkuu. Tunakushukuru kwa sababu naweza kuona Yesu. Moto wa Yesu, moto wa Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu naweza. Asante kwa sababu nalinda. Tunaona vijana wote wanaenda kuamka na kupona kwa damu ya Yesu. Kijana amka. Hongera sana na umepona. Asante. Hongera umepona, hapa ni kanisani. Sababu tumekukuta na madawa, tumekukuta na vitu vingi sana. Labda tupe shuhuda kwamba ulikuwa unaenda hapo natoka wapi, kwa sababu rafiki yangu ulinificha tangia mwanzoni mpaka sasa hivi sijajua kinachoendelea. Labda karibu sana tupe shuhuda sisi kama kanisa, na karibu sana kwenye kanisa letu. Kijana ambao sasa hivi umepokea muujiza wa Yesu, ambao umepokea nguvu ya Mungu kabisa, umepona na jinsi ambavyo ilikuwa unaelewa. Karibu sana tupe ushuhuda kama kanisa, tuweze kujua kinachoendelea. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mimi mbele yenu kanisa naitwa Crispinus. Ni kijana ambaye nilikuwa na tamaa sana ya maisha. Nilipenda vyeo, nilipenda pesa, nilipenda kila kitu, lakini nikasahau kwamba Mungu yupo. Amina. Mimi kilichonikuta, naomba wazazi wangu pamoja na kanisa, baba askofu na mama askofu na wote kwa ujumla mnisamee. Nilitenda kitu ambacho sikijui. Nilitaka vyeo, nilitaka pesa. Kuna rafiki yangu akaniambia nipeleke kwa mganga. Nikaenda kwa mganga, akanipa dawa.
Nilipopita hizo dawa, lakini kipindi naenda kwa mganga nilikuwa nimeuza nyumba yangu, nimeuza ofisi ambayo nilifunguliwa na wazazi wangu wapo hapa, naomba mnisamee. Niliuza kwa ajili ya kwenda kwa waganga ili nipewe dawa, nipate vyeo, nipate pesa. Lakini hivyo vyote havikufanikiwa, nikasahau kwamba vyeo na pesa vyote viko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipoenda kwa mganga akanipa matunguli, nikaenda kwa rafiki yangu Sipale nyumbani kwangu, nilikuwa nimeshauza sina pa kwenda. Nikaenda kwa rafiki yangu ili nitumie zile dawa, kesho yake ndo nipate pesa nitangazwe. Maka aliniambia watanitangaza niwe waziri wa hii nchi ya Tanzania. Lakini nilipofika nyumbani nikamkuta rafiki yangu anaomba, na alikuwa ananishawishi sana niwe mrokore, niingie mambo ya Mungu, ninakataa. Nilipofika kwake yale madawa alikuwa anaomba pale, na mkumbuka mke wa rafiki yangu alikuwa anaomba mume wake kule. Mimi nikaweka matunguli yangu kwenye mfuko niliopewa na mganga, lakini alipokuwa anaomba nikasikia kama kitu kinanichoma humu kwenye koo. Anaomba nasikia kama nyoka, anaomba nasikia kama moto, mara nikashindwa kuvumilia ile hali, nikatoa zile dawa nikaziweka pembeni. Yule rafiki yangu akaendelea kuomba zile dawa, nikaanza kuona maajabu ya Mungu. Mara ghafla na mimi sikujua kilichonipata, nimekuja kushtuka nikiwa kanisani. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu ameponya, Yesu anaweza na Yesu anaponya. Nilichokijua mimi leo ni kwamba kila kitu kinapatikana kwa Bwana. Karibu sana katika kanisa letu. Mungu akubariki sana. Amina, nami nitakuwa muumini mzuri. Mama yangu, wazazi wangu wote mnisamee. Leo nimejiunga na kanisa, nitakuwa mcha Mungu kweli. Tumupigie makofi mama kujiunga na kanisa. Aje asogee mbele hapa naye ashukuru kanisa. Amina. Bwana kanisa, huyu ndiye mama yangu. Amina. Mama yangu mzazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Huyu mwanangu huyu namuona hapa. Huyu mwanangu kwa kweli alisoma mpaka tulimpeleka chuo kikuu, akasoma akamaliza, ajira zikakosa. Ikabidi sisi wazazi tupange, mimi na baba yake tufungulie ofisi. Mashamba tumeuza tukamfungulia ofisi huyu mwanetu, lakini ameharibika. Lakini mpaka sasa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mwanangu ametubu na ameokoka. Hata endelea kumsifu Mwenyezi Mungu. Mwanangu vyo vinatoka kwa Mungu. Sio kwa wanadamu. Vyo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mwanangu. Hebu tumshangilie Mungu wetu wa mbinguni. Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya kijana wetu ambaye shetani alikuwa amemfunga. Amina. Kwa bahati nzuri ameweza kutambua ya kuwa Mungu ndiyo kila kitu. Amina. Karibu sana katika kanisa letu na Mungu akubariki. Amina. Lakini acha niyasome maneno ya Mungu kwa ufupi katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 24 ule mstari wa kwanza. Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na vyote na wote wakaao ndani yake. Kijana mwenzangu, ulikuwa umehangaika huko kwa waganga, lakini tunatambua kila kitu ni cha Mungu. Mungu ndiye aliyeumba kila kitu. Shetani hajaumba jambo lolote. Shetani ni mwizi. Biblia inasema alikuja kuiba, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu alikuja ili tuwe na uzima na kisha tuwe nao tena. Kwa hiyo ndugu yangu, umefanya maamuzi sahihi kwa kuwa Mungu ndiye ameumba kila kitu. Mali, utajiri, kila kitu kinapatikana kwa Mungu. Na kwa kuwa ukakimbia kwa Mungu, basi Mungu ataanza kukubariki. Mungu atakuinua. Mungu atakutetea. Endelea kuwa na Mungu. Usikate tamaa, usiyumbishwe na dunia. Tuangalie neno la mwisho katika kitabu cha Methali sura ile ya 8 mstari wa 17 na wa 19 na wa 18. Tasoma. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu anasema na wapenda wote wanipendao. Amina.
na wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima viko kwangu. Naam, utajiri udumo na haki pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona kijana mwenzetu alikuwa anahangaika kutafuta utajiri. Kumbe alikuwa amekosea njia. Amina. Utajiri na heshima na vyeo vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, Mungu akubariki. Kama unataka utajiri, kama unataka heshima, hebu kimbia kwa Mungu. Ndipo utapata utajiri wa ukweli usiokuwa na majuto ndani yake. Ndipo utapata heshima ambayo haichuji inayotoka kwa Mungu. Amina. Akubariki. Mungu, endelea kukaa na waumini wenzako, tutafundishana, utamwelewa Mungu na Mungu atakubariki na Mungu atakuinua. Mbarikiwe sana.